Noma, Garissa noma si noma. Fire si fire. Huyu Kithure Kindiki ni fire si fire. Na Aden Duale ni fire si fire. Na Meja Deko fire si fire. Na Garissa mko fire si fire. Mumeamua. Nimesikia hapa mnasema mambo ni tutam. Hebu nione tutam ya William Ruto na Kithure Kindiki. Asanteni. For 62 years, the Somalis of Kenya were not fully independent. We only became independent in this last 3 years. Wengine wakihesabu kutoka 1963, sisi tunahesabu kutoka 2022. Umeelewa? Umeelewa 2022? We are fully independent now. We appreciate our independence. We appreciate our country. We love our countrymen. Hatuna ukabila. Tunataka tuendelee pamoja. Ni kweli si kweli? Sisi tumepaguliwa kwa muda, tumenyanyaswa, tumesumbuliwa. Watu wetu mnaona ile shida wamepata, si ndio? Mheshimiwa William Ruto amesema kabla hujapiga kura ni lazima uwe na kibande, si ndio? Alisema hakuna Mkenya atapaguliwa kupata haki ya kuwa Mkenya. Kuna wale wanataka kututenga, sisi tumekataa, hatukubali kutofautishwa na Wakenya wengine. Wangapi wanakubali tukae? Sisi ni Wakenya? Kabisa. Sisi ni Wakenya? Kabisa. Profesa, ukiwa hapa, ile maendeleo, kila wakati ukisikia walimu wakiajiriwa kutoka Nairobi, walikuwa wanaletwa hapa kila sehemu hapa katika sehemu yetu. Baada ya miezi kadhaa wanaambiwa kuna ukosefu ya usalama, walikuwa wanarudishwa Nairobi. Je, the last 3 years mmesikia walimu wakirudi? Tumepata walimu wa kutosha katika kila sehemu hii yote. Ile sera ya ubaguzi imeisha. Na nyinyi kama watu ya Garissa, tunataka tuwaambie ya kwamba hii Garissa haitaachwa nyuma. Kuna yule mtu mwingine ambaye ni mkabila, ambaye alipokuwa naibu wa rais, yeye aliambia watu wa Garissa, nyinyi hamtoshi, nyinyi hamna shares, nyinyi hamfai barabara, nyinyi hamfai soko. Sisi tunataka tumuambie. Jana nilisikia tena akisema ya kwamba nyinyi watu ya Garissa ati hamfai kupewa vitambulisho, nyinyi ati ni Al-Shabaab, nyinyi ni terrorists. Sisi tunataka kumwambia hii Garissa, Waislamu wako hapa ni Wakenya kama Wakenya wengine, wanapaswa kupata vitambulisho, wanapaswa kupata barabara, wanapaswa kupata maendeleo kama Wakenya wale wengine. Yeye mimi nataka kumuuliza, Waislamu wa Kenya walimfanyia nini? Mbona anawadharau? Mbona anawachukia? Mbona anawadhalilisha? Tunataka tumwambie ajue mapema ya kwamba nyinyi ni Wakenya kama Wakenya wengine, na mnapaswa mpate maendeleo, mnapaswa mpate ID, mnapaswa mpate masomo kama wale Wakenya wengine. Hiyo ni sawa si sawa? Hiyo ni sawa si sawa? Akae akijua ya kwamba akikanyaga hapa nyinyi msimruhusu, kwa sababu yeye hawapendi, yeye hataki muendelee, hataki mfanye chochote. Sisi tunamwambia hii Kenya lazima kuwe na usawa. Vile barabara inaundwa Nairobi, ndivyo barabara itaundwa Garissa. Mnajua pale mbeleni Rais William Ruto alikuwa na naibu wa rais ambaye kazi yake ilikuwa ni kuwagawanyisha Wakenya. Akiamka asubuhi anasema kwamba nyinyi watu ya Garissa kura yenu ni kidogo, hamna shares na hamfai kupata maendeleo katika nchi ya Kenya.
Saa 7 anasema nyinyi watu ya Garissa kura yenu ni chache, hamfai kupata maendeleo, hamfai kupata kazi katika nchi ya Kenya. Akifika jioni kazi yake ni chuki. Ndio tukaangalia kama bunge tukiongozwa na hao viongozi wetu, tukaona kwamba Kenya haiwezi kuendelea na naibu wa rais ambaye kazi yake ni kugawanyisha wa Kenya. Tukapeleka mswada bungeni, tukamuondoa. Ndio watu wa Garissa waweze kupata maendeleo. Nyinyi watu wa Garissa mnasema tulifanya vizuri, tulifanya vibaya. Tulifanya vizuri, tulifanya vibaya. Na ndio tukapata naibu wa rais ambaye yuko mbele yetu hapa leo, Profesa Kithure Kindiki, ambaye kazi yake ni kupeleka maendeleo mbele na kuunganisha Wakenya wote. Kwa sababu mahali tumefika katika nchi yetu ya Kenya, tunataka umoja wa taifa. Tunataka Wakenya wote wajihisi kwamba ni Wakenya. Hakuna Mkenya ambaye ni Mkenya zaidi kushinda Mkenya mwingine. Hapa Garissa, kama vile naibu wa rais ametueleza, maendeleo mpaka itiririke, kwa sababu hapa ni Kenya pia. Na nyinyi lazima mfanyiwe kazi kama mwananchi mwingine yoyote katika taifa letu la Kenya.